Sasa tunaendelea na maarifa mengine ambayo mwanamke anatakiwa awe nayo. Biblia inakutaka mwanamke kuwa mtafutaji pia kwa ajili ya familia yako. Tunaipata pia katika Mithali 31. Kama mwanamke ni kama merikebu za biashara, hutoka kwenda kutafuta kwa ajili ya familia yake. Mwanamke huangalia shamba akalinunua. Lakini sasa wanawake tumekuwa kama vile bendera fuata upepo. Tumekuwa kama boya. Kwa sababu gani? Tumekuwa hatuna maarifa ya kututosha katika vile vitu ambavyo tunavyovifanya. Kwa hiyo tunakuwa kama vile boya ambalo limewekwa baharini, upepo ukija unalipeleka huku, unalipeleka huku, unalipeleka huku, unalipeleka huku. Ukiangalia katika Biblia ya Amplified Bible inasema ya kwamba kwenye huu mstari wa Mithali 11 mstari wa 22 inamuongelea mwanamke asiye na akili kama mwanamke ambaye amelose direction. Yaani tumepoteza mwelekeo. Ukija kwenye Biblia ya Message Translation utakuta kwenye mstari huo inamuongelea mwanamke asiye na akili kama vile empty headed. Yaani wewe kichwa chako kiko wazi. Yaani tunaongelewa kama vile hakuna ubongo. Yaani tumuonekana kama vile watu ambao ni makapi yanapeperushwa, yanaenda tu na upepo. Na vyote hivi vinaletwa kwa sababu gani? Hatutafuti maarifa. Mwanamke, wakati unataka kufanya biashara, lazima utafute maarifa ya kibiashara. Unataka kufanya biashara gani? Hiyo biashara unayotaka kuifanya, mteja wako ni nani? Na hiyo biashara unayotaka kuifanya na huyo mteja ambao unataka kumuuzia, unampata wapi? Na biashara zipo za aina mbili. Kuna biashara ya huduma, kuna biashara ya bidhaa. Kama ni biashara ya huduma, una elimu ya kutosha kuhusu biashara yako unayotaka kuianzisha? Sasa wanawake, kwa nini tunaitwa kama vile tume lose direction? Ni kwa sababu tunaanza biashara pasipokuwa na elimu ya kutosha, pasipokuwa na maarifa ya kutosha, pasipokuwa na ujuzi wa kutosha. Kitu ambacho sasa kinatufanya tunaonekana kama vile wakurupukaji, tunafanya vitu kwa kupaniki, tunafanya kitu havina mwendelezo. Leo umefanya hiki, umeacha, kesho umeshika hiki. Leo unauza mapochi, kesho tunakuona unauza mashuka. Umeachana na mashuka, tunakuona unauza viatu. Umeachana na viatu, umekuja kwenye nguo za watoto. Umetoka kwenye nguo za watoto, tunakuona una post chapati. Umetoka kwenye chapati, tunakuona wewe hautulii kwenye biashara moja. Kwa sababu gani hatutulii kwenye biashara moja, tunaruka? Ni kwa sababu namba moja, tumetoka kule, tunakosa uvumilivu. Lazima ujifunze uvumilivu. Biashara yoyote inahitaji uvumilivu. Wanawake tumeonekana kama vile ni wajasiriamali, tunakimbizana, alafu imefika mahali kwamba mtu anataka akionekana anauza chapati, huku anauza nguo, huku ameposti hiki, huku ameposti mashuka, huku ameposti vitu vingi kwa wakati mmoja. Basi anataka yeye aonekane sasa yeye ndo mchakarikaji. Ngoja nikwambie mama, huko sio kuchakarika. Huko unapoteza direction. Tafuta kitu kimoja ambacho unataka kukifanya. Kile kitu, kaa chini, ikiwezekana kaa darasani, jifunze. Jifunze kile kitu ambacho unataka kukifanya. Ukishajifunza, elewa faida yake na hasara yake, elewa changamoto zake, elewa riski zake, elewa wale watu ambao wameshafanya ile kitu ambacho unataka kukifanya, walipitia changamoto gani na walizitatua vipi. Na wale watu ambao walifanya wakashindwa, zile ambazo walizoshindwa, wewe kama wewe ambao unataka kwenda kukifanya hicho kitu, utatatua vipi hizo changamoto? Kwa sababu biashara yoyote ambayo unataka kuifanya, maana yake ni kwamba lazima utatue changamoto ambayo ipo kwenye jamii. Kama mimi nataka kuuza unga wa lishe, maana yake kuna changamoto nimeiona kwenye jamii ya unga wa lishe na mimi nataka kutatua lile tatizo. Kwa hiyo katika utatuzi wa tatizo kwenye jamii, wewe ndo unajikuta unaingiza faida kutokana na tatizo ambalo liko kwenye jamii ambalo wewe unalitafutia ufumbuzi. Kwa maana hiyo basi, tafuta idea. Cha kwanza, uwe na idea. Ni kitu gani unataka kukifanya? Ukisha kuwa na idea, tafuta maarifa ya hicho kitu unachotaka kuenda kukifanya. Kaa darasani, soma. Kama haukai darasani,
kwenda kabisa labda chuo au kwenye mataasisi kujifunza, tafuta mtu akufundishe. Ikiwezekana tafuta kampuni au watu wanaokifanya hicho kitu, jitolee kwenda kufanya ili uweze kupata nini? Maarifa. Ukishamaliza hapo uweze kuelewa sasa muendelezo wa hiyo biashara yako. Kwa nini unataka kufanya hiyo biashara? Kwa sababu, nasema hivi kwa sababu kuna wanawake wengine wanafanya biashara nyingi au wanaingiza kipato, lakini ile biashara anayoifanya haijengi familia yake. Kumbuka sisi tupo kwenye ujenzi wa familia. Kumbuka sisi tunaangalia nyenzo za mwanamke katika ujenzi wake, ambako nyenzo namba 1 tumeongelea uvumilivu, tumeongelea utulivu, na sasa tunakuja kwenye nyenzo nyingine ambayo ni maarifa. Kwa hiyo bila kuwa na maarifa huwezi kujenga. Ndio maana mjenzi wa aina yoyote lazima awe na maarifa, injinia yoyote lazima awe na maarifa. Huwezi kujenga nyumba hata kama ni ya room 3 bila kuwa na maarifa. Huwezi kujenga gorofa bila kuwa na maarifa, bila kuwa na vifaa vyako vya kuweza kujenga. Sasa sisi tunajenga familia. Kwenye ujenzi wa familia sasa tunaangalia nyenzo ambayo inatutakia sisi kuweza kujenga familia yetu ni maarifa. Na maarifa hayo ni ya vitu mbalimbali. Nimekufundisha maarifa ya malezi, nimekufundisha maarifa ya lishe kwenye familia yako. Kwa hiyo ninachokufundisha sasa hivi ni maarifa ya biashara, namna gani uweze kufanya biashara kwa ajili ya kupata kipato cha kujenga familia yako. Ambako sasa nimekuambia lazima uwe na idea, ujue ni wazo gani la biashara uko nalo wewe la kutaka kufanya hicho kitu ambacho unakitaka. Na hiyo biashara yako lazima uelewe unaenda kutoa huduma au unaenda kutengeneza bidhaa. Lazima ujue wateja wako watakuwa ni wakina nani. Lazima ujue biashara yako utaifanyia eneo gani. Kama ni mkoa utabezi kwenye mkoa gani. Lazima ujue biashara yako utaifanya kwa namna gani. Kwa hiyo hivyo vyote kama mwanamke lazima uvijue ili unapojiingiza sasa kwenye usakaji wa kipato kwa ajili ya kuisaidia familia yako, kuijenga familia yako, kumsaidia mume wako, uweze kuwa na maarifa ya kutosha kwa ajili ya kuweza kujiingizia kipato. Kwa hiyo leo tumejifunza pia hiyo ya maarifa kwa ajili ya fanya biashara. Tusifanye tu zile biashara za nenda kwa upepo. Leo umemwona fulani anafanya hiki kafanikiwa, unaenda. Leo umemwona fulani kafanya hiki amefanikiwa, anaenda. Wengine wanafanikiwa kutokana na kwamba wamefanya utafiti wa kutosha kwa kile kitu wanachokiendea. Pale alipofanya utafiti akaona sasa anaweza, ndipo anaenda kukifanyia, anaikabili ile biashara, anapata faida. Unaona mtu amefanikiwa, anaijenga familia yake. Kwa hiyo usiende kwenye biashara kwa kukurupuka. Tunaonekana kama maboya ambayo yamepoteza direction baharini. Kwa leo tumeishia hapa kwenye kipindi chetu cha Girl Class. Ni kuombe uendelee kutufuatilia kwenye akaunti yetu ya YouTube channel. Kwa wewe ambao unatutazama leo kwa mara ya kwanza, usiache kusubscribe akaunti yetu ili tunaporusha vipindi vyetu uwe wa kwanza kupata notification na kuendelea kutufuatilia. Karibu sana na wapenda. Shalom.